Mheshimiwa rasmi Naibu Kadhi Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Sheikh wetu wa mkoa mwenyeji Walimu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu Taifa Napata Nataka, Mheshimiwa mwenyeji wetu kwenye jambo hili Sheikh Isa bin Uthman, imamu wa Masjid Maamur, pamoja na mjumbe wa baraza la ulama, pia akiwa kiongozi mkuu wa taasisi ya Mwenye Baraka Foundation, pamoja na katibu, mashehe wote waliohudhuria katika tukio hili, kina baba na kina mama. Kwetu sisi ni pongezi juu ya Sheikh Isa bin Uthman. Sheikh anafanya kazi kubwa, na jumla katika kazi anazozifanya ni miongoni katika usulubu da'wa. Da'wa ina vigawanyo vyake ambavyo miongoni mwavyo ni kuandika. Kuna watu wanapenda kusoma, kuna watu wanapenda kusikiliza, kuna watu wanapenda kuona vitendo. Ile kaifia ya yule dai kumfanya mtu akaridhika kwa namna ya vitendo anavyofanya yule dai. Lakini wako watu wanapenda sana kutulia na kuangalia vitabu na kusoma na kuchanganua vitu mbalimbali. Na haya tumearifu pia kwa viongozi wetu wakubwa waliopita huko nyuma. Tuliona wakati Imam Shafi'i ameanza kuingia katika darasa ya Imam Malik, akiwa kijana ambaye hana nguvu, hana uwezo, maskini. Halaka ile ilikuwa na watu wengi sana, lakini Imam Shafi'i wenzake wote walikuwa na sehemu za kuandika. Kwa maskini wake yeye ikawa hana sehemu ya kuandika, na alikuwa na kuwa ya hifdhi. Kwa hiyo alikuwa anachota kidole chake, anatia mate, anaandika kwenye kiganja, kuonyesha kwamba yale yalikuwa yakifundishwa yeye alikuwa akiyahifadhi kwa kuandika kwa mate kwenye kiganja chake, kwa sababu ya kukosa sehemu ya kuandika. Lakini Imam Malik alipomwita na kumuuliza, wewe mbona kama unafanya mchezo? Alisema, ninaandika na kila herufi ninayoiandika inakuwa tayari imehifadhi. Kwa hiyo Sheikh Isa anafanya kazi kubwa ya kuhakikisha anaacha ilmu kama ambavyo na sisi tumerithi kupata ilmu kwa waandishi. Ulama wakubwa wameandika, na leo watu wamefaidika kwa wanazuoni wakubwa kwa sababu ya kusoma. Lakini pia Sheikh Isa amefanya kazi ya da'wa kwa maana ya kuzungumza. Ukiangalia kwenye mitandao utakuta falsafa kubwa anazozitumia katika kufikisha da'wa kwa mazungumzo, na mimi huyo amekuwa role model wangu katika zile hotuba zake fupi ambazo zinafahamisha. Mbali na hivyo, pia amenishawishi baada ya kuhudhuria katika tukio la uzinduzi wa kitabu kilichopita, na hili wazo lilinijia hata mimi baada ya bwana mmoja, na hili takanimwambie Sheikh Walidi mwenzangu ambaye tulisoma kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Alikuja bwana mmoja, wala simfiki, ni Muharram Idrisa Maika, na yeye pia ni mwanafunzi katika wanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayub. Wakati tukizungumza nyumbani tunapata chakula, ananiambia lazima tuwaenzi mashehe zetu. Hivi vitabu walivyovifunga Sheikh Muhammad Ayub hatuwezi kuamua kuvifanyia sherehe, na hivi vikawa ni faida kwa watu wengine.
kama zilivyo sherehe nyingine. Ziko sherehe za Risalatul Jamia, Irshadul Muslimin na vitabu vidogo, lakini vimetengenezewa sherehe, Safinatul Najah na vitabu vinginevyo. Na sidhani kama mpaka sasa hivi bado zipo zile nuskha za zamani ambazo sisi tunazo. Kwa hiyo huko uwezekano wa kuweza kufanya hayo, kichwa changu kikapata wazo, na mimi nikasema nikiwa shekhe wa mkoa, hata Sheikh Isa nilimwambia, sasa hivi nimeingia kwenye kutafsiri kitabu kimoja cha tarikh, na nitapita kwake kwa mawazo na fikra na kunisahihisha na kukipeleka kwa Mheshimiwa Mufti, lakini nikirejea kwamba yeye amekuwa role model wangu katika haya, na haya mengine tutaendelea kuyafanyia. Niliwahi kufanya zamani wakati nimesoma Mombasa, nikaandika kitabu kidogo sana cha kurasa 30, kidogo sana, cha dawa na misingi yake. Hata Mheshimiwa Mufti nimemletea kabla ya kitukio kusahihisha. Lakini sasa naamua kutinda katika kufuata maelekezo ya Sheikh Isa namna ambavyo anafanya. Na naibu kadhi ili nilichukue pia katika baraza la ulama. Moja katika vitu ambavyo naviona kwenye katiba ni kazi hii pia kuweza kutengeneza kitabu. Usiache mpaka juzu amma tukatengenezewa na Wahindi, tukachapiwa na nini, wakati baraza lipo naweza kufanya kazi hiyo. Hadha, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.